Uhali gani ndugu mtazamaji, mfuatiliaji wa channel yetu ya Fakti za Mr. Pimbi, popote pale ulipo, kwanza ni kushukuru kwa kuweza kufuatilia content zetu, lakini kushukuru wewe ambaye umesubscribe, na kwa wewe ambaye bado hujasubscribe ni kuombe uweze kusubscribe. Lakini pia ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukiangalia video zetu moja kwa moja. Twende katika sakata ambalo limezidi kushika kasi kweli kweli kwa siku ya leo ya Jumamosi. Mambo yamekuwa ni mazito. Hapa nazungumzia Dudu Baya oil chafu, Mamba the Dudu amelichafua kwelikweli sakata la Mkubwa Fella, akiongea maneno makali dhidi ya Mkubwa Fella. Lakini pia Mwijaku Mwemba Batoni naye hakukubali kubaki nyuma, akajibizana na Dudu Baya, na baadaye Dudu akamtishia Amani ya kumpiga ama kumchapa. Sasa mimi sitaki nikuchoshe, nataka nikusomee ama nataka nikuwekee sauti usikie kile ambacho Mwijaku akimweleza Dudu Baya kwamba hamuogopi, na yeye na Mwijaku kutangaza mabaya ambayo Dudu Baya amekuwa akiyafanya. Tumsikilize Mwijaku mwanzo mpaka mwisho, alafu tuje tuchambue wote kwa pamoja. Swala la my brother Mkubwa Fella limeshafika kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, na Naibu Waziri amesema tunalifanyia kazi, serikali inalifanyia kazi. Kwa sasa wewe Dudu Baya, acha kuongea nonsense. Mtu akiwa kwenye changamoto acha kuongea nonsense. Usitumie changamoto ya Mkubwa Fella kama kiki ya kurudi mjini. Usitumie kama kiki ya kurudi mjini. Kuna content nyingi, endelea na content zako zile za kutukana watu. Endelea na content zako zile za kujitoa ufahamu. Msema ili uende nazo. Swala la kwanza kutumia kiki ya Mkubwa Fella ikurudishe mjini, ushapotea wewe, wakati wako ushavika, ushapita kabisa. La pili, alafu unijui, mimi sijasoma SUA. My brother, jinsi gani unaonekana unijui? Sijasoma SUA, ndio maana huwezi kuona comment ya mtu wa SUA aseme ananijua, kwa sababu hakuna mtu wa SUA ambaye anifahamu mimi. Sikusoma SUA. Mimi nimesoma Mzumbe University na University of Dar es Salaam. Hivyo ndio vile nilivyosoma. Sikusoma SUA. Hiyo nimekucorrect. La pili, don't test me, don't try me. Nenda Morogoro, nenda Kigoma. Nenda Kigoma, kaulize Mwijaku ni nani au Mwemba ni nani. Nenda Morogoro, mtaa wa Uhuru, kaulize Mwemba ni nani, watakupa taarifa zangu. Au tafuta wadada ambao historia unayo, waulize Mwemba ni mtu gani. Nisitumie nguvu sana. Alafu usijisifie wewe una nyumba. Wewe una nyumba? Nyumba utakuwa kila siku unaojua ukiwa kwenye mabaa, mtaani, barabarani. Una nyumba, wewe huna pa kukaa. Unastiriwa. Na usitaki tuzungumze mambo yako uliokuwa unafanya wakati unaimba muziki. Ulikuwa unakuja THT, unabembeleza lugha ya kulipia kodi. Au fikiri hatujui mambo yako? Ulikuwa unashinda THT asubuhi mpaka jioni mradi lugha ya kulipia kodi. Unaomba japo upate nauli kutoka THT kurudi unapoishi. Leo unasahau. Eti unajifanya mimi na nyumba mbili. Nyumba uzitoa wapi? Nyumba sio kwako useme kila mtu anazo. Mimi hapa naongea nikiwa kwangu, ndani ya nyumba yangu, kwa pesa yangu. Hakuna mtu wote anaweza control hapa kwenye nyumba. Nipo kwenye, labda Mungu ndo aseme Mwijaku unakuua utakufa. Nipo hapa kwa nyumbani kwangu. Nenda kufanya interview au record ukiwa nyumbani kwako. Zungumza ukiwa nyumbani kwako. Wewe una nyumba, unastiriwa tu. Ushazoea kuwapiga mkwara watu wapumbavu. Mimi sio mpumbavu. Mimi uniwezi kiuchawi, uniwezi kifedha, uniwezi kimali, uwezi hata hivi 1 to 1 tukae, uniwezi 1 to 1. Yaani mkono mmoja kwa mkono mmoja, uniwezi. Nakwambia don't try me. Narudia tena. Don't try me. Mimi sio wapumbavu wenzio uliozoea kwa wewe kiki yako kubwa tu kusema huyu shoga. Shoga, teleza uone utanijua mimi wa hali gani. Yaani jifanya kama unateleza uje mimi shoga sio shoga. Teleza uone. Angalia watu kwa wanapopigana. Jiulize kwa nini? Singo mtambalike. Teleza. Mambo yamekuwa ni mazito kweli kweli ndugu mtazamaji, na mimi na msikilizaji, na mimi nilikuachia makusudi ili usikie, maana yake hili sakata ni kubwa. Dudu Baya alikuja kuzungumza siku ya jana kwamba Mwijaku ni shoga, na akazungumza vitu vingi sana ambavyo kwamba wanachuo waliosoma naye wanamjua kwamba ye Mwijaku ni shoga na vitu kama hivyo. Sasa nadhani Mwijaku naye ameona hakuna haja ya kukaa kimya, amekuja na yeye kuzungumza. Kwanza kukana kwamba yeye sio shoga, lakini kuzungumza kwamba mimi hunitishi lolote, kama ni ubavu
au ni ngumi. Nadhani umemsikia anasema tunaweza tukapimana ubavu vyovyote vile. Sasa nani atakayepigwa, nani ana nguvu, mimi na wewe hatujui, lakini wote tunajua Dudu Baya ni mbabe, lakini ubabe wake jamani ulikuwa ni zamani. Siku hizi Dudu Baya hata ukimwangalia afya yake haiko sawa. Kwanza anaumwa. Msijidanganye, Dudu anaumwa. Ingawa hasemi kama anaumwa, lakini sisi tunafahamu Dudu Baya anaumwa. Angalia afya yake, haipo katika ule uimara ambao tunamfahamu Dudu Baya. Kwa wale ambao wanamfahamu Dudu Baya watakuwa wanajua. Lakini sasa vita imekuwa ni kubwa. Vita imekuwa ni nzito. Vita imekuwa ni chungu kwelikweli. Dudu Baya pamoja na Mwijaku kimeumana, ama tunaweza tukasema kwa lugha nyingine kimenuka kwelikweli. Yote haya yameletwa na sakata la Mkubwa Fella. Yaani jambo la Mkubwa Fella ndilo ambalo limeweza kuzua mambo yote haya ambayo tunayaona yametokea baina ya Mwijaku pamoja na Dudu Baya, mpaka kuanza kutoleana siri, kuanza kuzungumza vitu vya ndani. Lakini mimi ninachoweza kukizungumza ama ninachoweza kukisema, kulikuwa hakuna haja ya Dudu Baya na Mwijaku kujibizana na kufikia hatua hii. Haina sababu kwanza kuambizana kwamba wewe ni shoga, wewe sijui nini, wewe sijui nini. Hivi ni vitu ambavyo havistahili. Unajua wao wote ni kioo cha jamii. Unapokuwa ni kioo cha jamii, maana yake jamii inajifunza vitu vingi sana kutoka kwako. Na hasa mimi nazungumza kwa upande wa Dudu Baya. Dudu Baya amekuwa hana tunasema hana kauli nzuri, hana stara. Maneno yake anayaropoka vile ambavyo yeye anaweza kujisikia. Kumuita mwenzio shoga ni shughuli. Sasa kweli Mwijaku ni shoga, unaona kabisa ni vitu ambavyo sio vya kweli. Ni Dudu tu wakati mwingine naye anaongea ovyo tu, au anaamua kuongea ovyo. So binafsi mimi nimeona hiki ni kitu ambacho sio kizuri. Badala ya wao kulumbana ama kuingia katika ugomvi na kuendeleza ugomvi wao pia wangetumia ushawishi waliokuwa nao, hata kushawishi watu na matajiri waweze kumtibia Mkubwa Fella, badala ya kujiingiza katika ugomvi na majibizano, kitu ambacho kinawatoa watu kwenye reli. Badala ya watu kudiskasi swala la Mkubwa Fella, basi wanaanza kudiskasi masuala ya Mwijaku pamoja na Dudu Baya. Sio mbaya, lakini wanadiskasi katika njia gani? Wanadiskasi katika njia ya kuaibishana. Wote wanajidhalilisha. Lakini pia wao walipaswa wawe mstari wa mbele kuhakikisha wanasaidia Mkubwa Fella anapata matibabu. Unajua, mimi nizungumze tu wazi. Inawezekana Mkubwa Fella akawa na makosa. Inawezekana Mkubwa Fella akawa alikosea, alishawahi kukosea mahali. As human being, watu wengi tunakosea. Mimi naweza nikana nafanya kazi sehemu, bosi wangu ananilipa milioni 1, lakini ile milioni 1 sio ninaostahili kulipwa. Unaweza ukakuta mimi nastahili kulipwa hata milioni 2 au milioni 3, lakini bosi wangu ananilipa milioni 1. So maisha haya ukiangalia kwamba usawa, ni ngumu sana kutafuta usawa. Ni ngumu kutafuta usawa, ni jambo ambalo ni gumu sana. Lazima utapata mtu atakunyonya. Lazima. Kwa namna yoyote, muulize mtu yote aliyefanikiwa katika maisha au mtu yote ambaye hajafanikiwa. Lazima kuna mahali alinyonywa. Na aliyefanikiwa naye alikuja akanyonya watu. So unyonyaji ni kitu ambacho sio kizuri na hatuwezi kukientertain, lakini ni kitu ambacho huwezi kukiepuka duniani. Angalau at least ukitaka kukiepuka, hakikisha wewe unafanya vitu vyako wewe mwenyewe. Yaani kama ni mwanamuziki, hakikisha unajisimamia wewe mwenyewe. Hakikisha unajipromote wewe mwenyewe, unafungua mitandao ya kijamii wewe mwenyewe. At least hapo tunaweza tukasema unaweza kupunguza unyonyaji kwa asilimia kubwa. Lakini kazi ukishasogeza watu, kundi la watu kufanya kazi pamoja, lazima unyonyaji utaendelea. Tunamzungumza Mkubwa Fella, lakini tunasahau hata Diamond alishawahi kutupiwa lawama za kunyonya. Diamond alitupiwa lawama za kumnyonya Harmonize, alitupiwa lawama za kumnyonya Rayvanny, alitupiwa lawama za kumnyonya Rich Mavoko. Kwa hivi vitu ni ngumu sana kuviepuka katika dunia sasa. Ingawa hatuwezi kuviruhusu ama kuvipa kibali, lakini ni ngumu sana kuviepuka.
Haya, angalia Alikiba mwenyewe alishatupiwa lawama za kunyonywa na wale wasanii walioondoka kwake. Harmonize alishatupiwa alama za kumnyonya. Alikiba alishatupiwa lawama za kunyonya watu wale wanamuziki walioondoka kwake. Lakini pia Harmonize naye alishawahi kutupiwa lawama na Ibra ambaye ni ndugu yake, wanatoka sehemu moja, akisema kwamba alimnyonya apate hela na alipwi na wala nini. Kwa hiyo hii ni hali ambayo, je, naye Harmonize tuanze kumtupia mawe? Tuangalie hali aliyokuwa nayo Mkubwa Fella, tumtibie, basi na mambo yatakuwa yanakwenda sawa bin sawa. Mimi sina mambo mengi sana ya kuzungumza, ni kuombe uweze kudondosha komenti yako, maoni yako hapo chini. Niambie wewe binafsi mtazamo wako ni upi juu ya sakata hili ambalo linaendelea la Mkubwa Fella pamoja na Dudu Baya, lakini pia likiwa limemuunganisha na Mwijaku, na hasa maoni yako juu ya ugomvi wa Mwijaku pamoja na Dudu Baya. Unadhani ni sawa kwa hiki ambacho wao wanakifanya ama sio sawa? Kama ni sawa tuambie kwa nini, lakini kama sio sawa tuambie ni kwa nini pia. Mimi naitwa Mr Pimbi, mzee wa busara, mzee wa fakti, na hii ni fakti za Mr Pimbi. Ni kuombe uweze kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili mambo yaweze kwenda sawa bila sawa. Asanteni sana.